Subscribe my YouTube channel, Samuel Love. Asante band. Wapendwa wageni walikwa mbele mabwana, naomba sasa tusimame kwa sababu anaingia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nisikie kwanza vigelegele vingi na makofi. Yeah. Safi. DJ, mkaribishe mama tafadhali. Makofi. 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 Piga makofi kwa rais wetu. Makofi. Makofi, piga makofi kwa mama Samia. Ongeza na vigelegele kule. Piga makofi kwa rais wetu. Makofi. Makofi, piga makofi kwa mama Samia. Makofi. Samia. Tunamzimia. Samia. Anamchapa kazi. Tunampenda haki. Kina mama vigelegele. Tunamzimia. Anamchapa kazi. Tunampenda. Kwa hiyo umejiachia mwenyewe, sio? Baby, nani wewe? Mnaitana baby? Seriously? Wewe. Mnaitana. Kwa hiyo wewe unaitana baby. Kwa hiyo sio wewe. Wewe. Umefuata nini hapa? Umefuata nini kwangu? Kwa hiyo mwenyewe ulijua ukiama kule mimi sitaweza kukupata, si ndio? Haya, uliyemtoroka kaja sasa. Umeitazama ngoma namba 10 wiki hii kutoka kwa mkala anaitwa Miso Misondo, ngoma inaitwa Yatapita Tu, lakini pia kwenye namba 9 umeitazama King'ang'anizi kutoka kwa Meja Kunta amemshirikisha Kidene. Kidene verse ambayo ameifanya kwenye King'ang'anizi ni verse ambayo imefanya vizuri sana kwenye mtandao wa TikTok. Unajua TikTok sasa hivi kuna dunia yake, haswa linapokuja swala la muziki wa singeli. Ukienda kwenye TikTok kule unaona kabisa kwamba watu wana enjoy, yani wanapata zile lines za singeli. Sijajua nini kinawavutia sana watu wa TikTok na singeli, lakini kwa upande wetu mimi naona ni mafanikio makubwa sana. Hii ngoma imekuwa ni remix kwa sababu Kidene alikuwa na original version. Kilichonifurahisha leo tokea bonus track ya Diamond ile Yatapita ya Miso Misondo mpaka King'ang'anizi ya Meja Kunta na Kidene, unaona uwekezaji ambao wasanii wa singeli wanaufanya, lakini pia watu ambao wanafanya muziki wa singeli wanaufanya. Ni jambo kubwa sana. Lakini baada ya kuimaliza King'ang'anizi tumeona video kama 2-3 hivi zinazomhusisha mgeni ambaye leo tuko naye. Nilikwambia leo tuko na MC Garabi. Yes, umeona video ya kwanza ambayo ilikuwa ni harusi, anamkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ile ilikuwa ni harusi ya mtoto wa dada yake Mheshimiwa Rais. Unaweza ukapata hiyo feeling, yani inakuwaje, yani Mheshimiwa Rais mtoto wa dada yake, wewe ndio MC. Hivi unajisikiaje ndugu yangu? Sio poa, ni mambo makubwa ambayo Garabi ameyafanya. Lakini umeona pia ka video kadogo cha series ya Jua Kali ambayo bwana Garabi pia yupo mle ndani. Unaona bwana anafanya mambo yake, lakini pia umeona ka video kadogo bwana Garabi akiwa anapokea tuzo kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Kwa hivi vitu ambavyo umeviona tu hapo kwa ufupi, naamini hata wewe ambao unatazama TV sasa hivi utakuwa unakubaliana na watu ambao wamempa tuzo Garabi. Garabi, karibu sana brother. Bwana nimekaribia sana, mambo vipi? Kama kawaida. Usafi, nashukuru. Kwanza umepoa. Yeah. Unajua mimi nilivyoambiwa na bwana producer bwana JR nitakuwepo na Garabi. Yeah. Nikajua kabisa kwamba hapa mzee ukija umenivalia masuti nini? Matai nini? Matai, nini umenichapa kofi ya. Moccasin fulani. Au unajua mimi nitavaaje? Hapana, unajua nimeangalia kwanza aina ya kipindi ambacho nakuja. Kwa hiyo naangalia audience ambayo ipo. Kwa hiyo ili niweze kuzungumza lugha moja na audience ambayo ipo pale na tuangalie hivi sasa, basi ni vyema nika switch. Hayo maamuzi huo unafanya mwenyewe au kuna mtu anakuambia mzee pale unapoenda? Of course nakuwa nafanya consultation pamoja na timu yangu. Timu kabisa. Yes, of course. I have a team, bro. I say niko na taasisi juu hapa. So kinyonge. Institution. Bwana noma kabisa. Garabi, kwanza hongera sana mzee wangu. Nashukuru sana sana. Mimi nimekufahamu muda mrefu kidogo. Najua wewe unaweza ukawa unanifahamu wakati mimi nakufahamu. Lakini nilishahudhuria harusi zako kadhaa miaka ya nyuma sana, wakati ambao hata sio Garabi huyu. Unaona, nakumbuka wakati kuna mfanyakazi mwenzetu hapa EFM alikuwa anaitwa Muhammad, alikuwa anaoa. Kuja kwenye harusi yake Sinza nikakuona kwa mara ya kwanza na nini, ulifanya poa nini, ukataja Instagram yako nikaingia, nilikuzidi followers wakati huo. Ulikuwa ndo wewe mwenyewe unapambania kombe na vitu kama hivyo. Lakini hapa katikati hapa
ukuaji wa Garabii umekuwa ni mkubwa sana, ni kama umelipuka hivi, yani sio kawaida. Watu wengi wanakufahamu, wanakuheshimu, tunakuona kwenye matukio makubwa kama ambayo tumetoka kuona kwenye TV na vitu kama hivyo. Tupate ka story kafupi kabla hatujaenda mbele zaidi. Well, MC Garabii kwa majina kwanza nafahamika kama Godfrey Lugarabam. Na hiyo Garabii imetoka kwenye majina yangu, wala sijapata sehemu nyingine. Lugarabam sio ya kutengeneza. Hiyo Lugarabam sio ya kutengeneza kwa sababu mimi ni mtu fulani wa kanda ya Ziwa kule, ndugu zangu watakuwa wananifahamu wale kina Nshumire, Bukoba kule. Kwa hiyo Lugarabam ndio imetoka pale. Kwa hiyo Lugarabam ilikuwa napata shida kidogo wakati nipo chuo nini, natumia ile surname, watu wanapata shida kutumia ile Lugarabam. Kwa hiyo kidogo wakawa wanavoita wanaitohoa. Sawa, baada ya kuita Lugarabam wanakuita Lugarabii. Baada ya kuita Lugarabii wanakuita Garabii. Ndio hiyo Garabii, Garabii. So mimi ni kama ulivyosema, mimi ni mshereheshaji na lakini pia mimi ni mjasiriamali, mimi ni mwigizaji, mimi ni I'm a media personality kwa kama wewe unavyofanya pia. Nafanya kipindi fulani hivi cha kutengeneza mahusiano kutoka station fulani hivi. Sawa, na mpaka kufika hapa actually ni mapambano yamefanyika katika kujitafuta, kuangalia mimi kama kijana naenda wapi, kitu gani ambacho nakitaka, you see, changamoto za maisha ambazo nakutana nazo, je nikipita hapa nitatoboa, nifanyeje ili basi niweze kutokea, unajua. Kwa hiyo kuna vitu ambazo nimezipambana hapo na namshukuru Mwenyezi Mungu alikuwa akinisaidia kunionyesha njia kwamba this is the right track. Unaona, sometimes ukijaribu unaona kabisa kwamba hapa unachemka, lakini of course ndio inakujenga ili basi utoke hapo ende ujaribu njia nyingine. So haikuwa rahisi na namshukuru Mwenyezi Mungu hapa nilipo, watu wananiheshimu, leo umeniita kwa sababu nina kitu kabisa, kwa heshima kubwa kabisa. Ndoto ya awali ilikuwa ni nini? Yaani wakati uko shule unasoma na nini, ulikuwa unaona nini mbele yako? Ulikuwa unaona kuwa MC, kuwa mwigizaji, kuwa mwimbaji ama ni kitu gani? A funny story. Mimi bwana, kwanza unajua zile unataka kuwa nani? Unataka kuwa mwanasheria. Zile za utotoni zile. Kuna ile unataka kuwa daktari, pilot, mwanasheria. Zile. Kwa hiyo ya mwanasheria nilikuwa nayo ile utotoni ile. Lakini baadaye ninavyokwenda kuingia sekondari ile nikawa kuna kipindi nitamani kuwa msanii. Yes, trust me, inaweza kana exclusive, lakini nitamani kuwa msanii wa nini? Kuwa msanii wa Bongo Flava. Yes, kuimba, kuchana, both. Na nilikuwa nafanya. Yes, umerekodi mangoma nini? Yes, nakipiga unajua nani zile ngoma za studio za mtaani. Unarekodi ngoma studio za mtaani. Nakumbuka nilivyoenda high school, kuna ngoma zangu zilikuwa zinachezwa kwenye masaluni enzi hizo. Kipindi kile zimeingia crank, unazijua zile za kina CP. Rest in peace, yes. Mimi nilikuwa na ngoma yangu la crank ilikuwa linasumbua sana gitaa. Lakini baadaye nikaja ikanitoka tu hiyo hali ya kutaka kuwa msanii. Nikatamani sana kuwa mtangazaji. Sawa, kitu ambacho pengine kilipelekea nikashiriki kwenye auditions nyingi sana kwenye media house kubwa sana hapa nchini kwenye kutafuta watangazaji. Lakini sasa unakuta sasa anahitajika mtangazaji mmoja, wamekuja kushiriki watu 2000, 1000, lakini inatokea kuna mchujo unakuepo kwenye wale 100 bora, 50 bora, 10 bora, alafu mwisho siku you see, so hakuna ambaye anaweza akakuvuta akakuna namna gani. Kwa hiyo ile ndio kitu ambacho nilikuwa nakipenda, na hicho pengine ndicho ambacho kilinifanya bwana acha niingie kwenye ushereheshaji. Unaingia ukumbini unamuona MC, jamaa kalipwa, okay, kwa uni mchongo, ngoja biashara, biashara. Jamaa sasa amenitosa kule mpaka nimepita kwenye michujo yote ile. Ngoja kuona mcheki mshikaji, unamwangalia, ausema hapana, mbona I can do even better than this? No way. Kwa hiyo ikaanza kutengeneza interest. Sawa, nikaanza kufuatilia sasa. Mimi nilifika time naingia kwenye kumbi za shughuli, sijali kwa sawa, hakuna ninayemjua, lakini lengo ni kumwangalia yule mshereheshaji, yule MC, yule mnene, anafanya toka anapofungua mpaka anafunga. Ile opening yake tu. Wakati kabla sijaingia ulikuwa unafanya opening hapa, nikamwambia mwanangu bonge moja la intro. Sio, umeelewa? Nikasema mwanangu piga bonge moja la intro kwa sababu ni vitu pia ambavyo mimi naviangalia. Sawa. Kwa hiyo nilikuwa najifunza sana kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo nikawa nikikaa mwenyewe nasema okay, nikawa nimeshagundua soko liko kistaili hii. So ili niweze kupenya kuna gap ambalo nimeliona. Ndio hilo ambalo mimi nikapita nalo. Sure. Got what? Noma sana. Yaani ulivyoizungumzia historia yako inaweza kawa kama ni Big G hivi ya kutafuna, lakini
naamini kuna milima na mabonde mengi sana. Big time. Bana, kwa hiyo hilo ni swala kubwa sana. Sisi kilichotufanya tukuite hapa kwanza, tunafahamu umefanya harusi nyingi sana, kubwa. Nadhani umetupa historia yako ya mwanzoni. Mbele kadri ambavyo tunazidi kuongea tunaweza tukapata picha vitu gani vimekufanya ukawa MC mkubwa. Maana yake kuwa MC ni jambo moja, lakini kuwa MC mkubwa ni jambo lingine kidogo. Kipindi chetu ni cha Singeli Countdown, ndo show namba 1 duniani ambayo inatoa chart ya ngoma 10 za Singeli. Unaona bwana, kwa hiyo sisi tunayo hapa TVE kama hivi ambavyo unaona. Kwanza tunataka tuchote experience kutoka kwako. Tunafahamu umefanya UMC kwa muda mrefu sana mpaka kufikia sasa hivi, na naamini muziki wa Singeli kwenye maharusi sasa hivi kila mtu anautamani, kila mtu anaupiga, hadi kuna watu ambao hutarajii kama wanaweza wakapiga kwenye maharusi, unaona wanapiga. Nataka kujua historia yako na Singeli kwenye kazi zako. Wapi ambapo umeanza kushirikisha Singeli kwenye shughuli zako? Na wewe mwenyewe ndo ulianza au kuna mtu ambaye ndo alifanya ukaanza kunani? Okay, Singeli siwezi kuwa na takwimu ni miaka mingapi nyuma, lakini nafikiri Singeli ilianza ku take over kipindi cha kina Msagasumu. Ile shemeji tunakulaga ile. Ainaga ushemeji. Manfongo, yes, Manfongo. Wimbo pia unaitwa shemeji. Yes, ainaga ushemeji tunakulaga Manfongo. Unajua kipindi kile, kwa hiyo ndo Singeli ilikuwa inaanza ilianza ku break through pale. Na of course ilikuwa ni muziki ambao automatically unajulikana ni muziki wa Uswahilini. Kwa hiyo of course kitani tayari ni hit, lakini kutumia ukumbini ilikuwa kipengele. Lazima of course ni kipengele, lazima upate consultation kutoka kwa mteja. Na unakuta sasa mteja mwenyewe anakuambia mwanangu usije kupiga Singeli. Au kama mteja hajakwambia itabidi umuulize. Yaani alikuwa anaanza kabisa kustop. Usije kupiga Singeli. Au wewe mwenyewe unamuuliza mteja kama hajakuuliza. Bwana nikipiga Singeli unyama? Umeona? Anakuambia labda sio unyama, na ilikuwa inakutana na no sana. Yaani unakuta zile labda usifanye za vijana au za watu vile, sometimes una force tu. Kwa hiyo Singeli ilikuwa inaitumia kuiforce kwa sababu unaona ni nyimbo ambayo zina hype. Na watu wameshakula vitu vyao, wamekusha pendeza. Sasa na mimi nataka nipate credit kwamba bwana shughuli ilikuwa ina shangwe. Unajua kwa mwisho siku ile mwishoni unafumua. Unalifumua lile dude lile. Sasa unakuta ukifumua ile ndio kila mtu yupo kati. Umeona? Sasa kuna wakati mwingine huko umetoka labda watu wamecheza slow, lakini watu wana ile picha kwamba shughuli ilisha na shangwe. Nakuta bwana harusi ilikote lilikopo hivi. Kwa hiyo watu wanasema MC alikopo na vibe. Umeona? Lakini kumbe ukiangalia source ndo Singeli. Yani watu kweli nishakukutana nayo. Bwana yule MC anaamsha na vibe. Kumbe bwana sio MC, ni muziki ambao anafunga nao. Ni muziki ambao ameufunga. Ni muziki ambao of course ameutumia pale. Ni muziki ambao msanii amekaa ameuchora au umeweka, watu ndo wana vibe nao. You see, so nilikuwa naitumia hiyo kama sehemu ya kuonyesha kwamba sasa tupo kwenye peak ya shughuli. Umeona? Au labda ndo tunakwenda kumaliza. Maana ukitoka hapo kwenye Singeli ni kwamba either unaingia kwenye zawadi au labda ndo unafunga shughuli maharusi uondoke. Kwa hiyo Singeli na mimi imenitengenezea nafasi nzuri kwa sababu pamoja na kuwa ilikuwa napata hizo kukataliwa, lakini mwisho siku ndo ngoma ambazo zilikuwa zinanipa mimi credit, na mwisho siku watu wanabaki na kumbukumbu nzuri kwamba shughuli yetu ilikuwa na shangwe. Basi ndo hivyo. Kwa hiyo unakuta sasa tunavyoendelea Singeli ilikopo ni kama ni lazima iwepo. Kwa lugha rahisi kwamba MC Garabii sehemu ya mashavu yake na ubora wake Singeli imechangia pia. Unaachaje bro? Yaani Singeli unaiachaje? Yaani definitely kabisa na mpaka kesho. Natamani ni kama utakumbuka, lakini natamani nipate ka memory kidogo, yani wakati ambao ulishawahi kuonekana kama umezingua kwa kupiga Singeli bila ya mtu kutaka, ama uliipiga katika wakati gani? Labda ulikuwa na hiyo hofu lakini ukapiga ikawa walete. Yes, ipo. Kuna moment ambayo imekwisha tokea na ni muda kidogo, ni shughuli ilikuwa ni shughuli ya watu wa dini. Sawa. Unakuta wazazi ni watu wa dini, lakini ndo vijana ambao tunawasherehekea siku hiyo vijana wa ovyo, ni vijana fulani wa ovyo anyways. Sasa naona marafiki zao unajua sasa kuna shughuli kama hizi unakuta wakati mwingine hakuna kilaji, hakuna kilevi, lakini wageni walikwa wanavyo. Unajua zile kabisa mtu anaingia chini na umeichanganyia pale pap
walete. Sasa unakuta mpaka time umefika watu namna gani? Sasa unasema hii kweli tenda kishindo cha wakoma, unaona sio kweli. Kwa hiyo unaona hapo pap unabonyeza kidogo. Waite wanaitika. Wapo kati. Unaona bwana? Hiyo na mambo ilikuwa msala, nakumbuka litokea mwenyekiti na baba mwenyekiti wa kamati na baba wa bwana harusi walikuja kwanza kwa DJ. Unajua walikuja kwa DJ, si hii ni shughuli, ndio watu walibia shughuli yetu. Hii ni shughuli, lakini hapo mwisho siku kuna request ilikuja hapo. China carpet garabi turusha. Umeona? Kwa sasa unajaribu kubalance kwamba huyu mteja wangu naye ambaye pia namtegemea kesho anipe kazi. Unajua ngojea test zake. Utaonekana msika poa. Msika poa, kumbe unafuata maelekezo. Kwa hiyo pap kubonyeza. Imo. DJ alikuja kuzunguka pale mshikaji wangu. Si yuko wapi? Nakuja pale ndo naangalia bwana vipi? Mbona unataka kutuharibia shughuli? Sisi tumeshakwambia shughuli 1 2 3 nini. Basi tukazima, tukatoa maelekezo, bwana hapa tupo kwenye right track. Tuendelee na program nyingine. Yes, kwa hiyo msala na ukumbuka na ikawa kidogo lazima unakopo mguu upande mguu sawa. Aisee, huyu ni MC Garabi, moja kati ya MC wakubwa sana nchini Tanzania. Amefanya shughuli nyingi sana. Baadhi ya shughuli hizo nimezitaja na tuna mengi ya kuzungumza, ndio maana tumemleta kwenye Singeli Countdown. Mazungumzo yetu ya awali tu unapata picha kwamba kumbe na MC Garabi naye pia Singeli imechangia sana kukuza kazi yake na kuaminika pia na kupata shughuli nyingi sana. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kulikuwa na kila sababu ya kukaa na MC Garabi kuzungumza naye mambo mengi kuhusiana na Singeli. Hapa ni TVE, mimi naitwa Samuel Love wa kienyeji. Bado tupo sana, yani mpaka ngoma namba 1 ifike, sio sasa hivi, na tutakuwa tumezungumza mambo mengi sana na MC Garabi. Yes, tuanze kuyapokea hayo ya awali kwanza, na kwa sababu tumekubaliana ni countdown, kwa hiyo tutakuwa tuna countdown nyimbo, tunarudi kupiga story. Na sasa hivi tunaenda kwenye ngoma nafasi ya 8 ambayo wiki hii imekamata tena. Ni ngoma kutoka kwa mkale anaitwa J Combat, yuko na Meja Kunta pamoja na Ibra. Hii inaitwa Kwani We Nani, na yenyewe pia imeshuka kweli kweli. Ilikuwa kwenye nafasi za juu kabisa namba 3 kule, sasa hivi imekamata nafasi ya 8. Tukaitazame, tukirudi bado tutakuwa tunapiga story na MC Garabi. Subscribe my YouTube channel, Samuel Love.